Mada yangu inasema zijue madhabahu zinazotesa familia zetu. Madhabahu zinazotesa nini jamani? Familia. Hili neno madhabahu nadhani kwenu linaeleweka vizuri. Kwa Kiingereza inaitwaje hiyo wapendwa? Altars. Altars, yes. Zijue madhabahu. Sasa nikisema hivi, wale wenye allergy na haya masomo wanasema sikiliza, hayo masomo sio Adventista. Sasa sikiliza tu vizuri, baadaye utagundua kwamba yanakuhusu au hayakuhusu. Katika familia, nianzie hapa. Mwongozo wetu wa kanisa na mwongozo wa wazee unashauri na unasisitiza, unaponunua kiwanja, kama sijakosea, huenda huku ninyi si mna mwongozo mwingine lakini naamini ni ule ule. Ukinunua kiwanja, kuna huduma ya kuweka wakfu kiwanja kabla hujajenga, inaitwa huduma ya kuvunja ardhi. Niko sawa au siko sawa? Uko sawa kabisa. Sasa ukishavunja ardhi ukajenga, kuna huduma ya kuweka wakfu nyumba kabla hujahamia. Niko sawa au siko sawa? Uko sawa. Kwa nini tunafanya hivyo? Nifuatilie sasa. Kiwanja unapokinunua, hiyo ardhi unapoinunua, umeinunua kwa mtu. Na huyo mtu aliyekuwa na miliki hiyo ardhi, aliimiliki kwa nguvu ya madhabahu anayoijua yeye. Sasa unaponunua hiyo ardhi, unahamisha ardhi na madhabahu yake. Sasa ili kusema hii ardhi imekuwa takatifu, ndio kuna hiyo huduma ya kuiombea ardhi, kuvunja ardhi, kuiweka wakfu ardhi, ili hata kama alimtapeli bibi kizee fulani, yale machozi yake hayakupati wewe. Ardhi yako inakuwa imekombolewa. Sasa tunawashiriki, mlinunua mashamba, mnalima tu, mlinunua ardhi, mnajenga tu na hamkufanya hiyo huduma. Na wakumbusha hilo nalo, nendeni mkalikumbuke. Namba 2. Kwa nini tunaweka wakfu nyumba? Unaona, nyumba tunapojenga tunatumia mabati, simenti, tofari, rangi, misumari na kadhalika, ambavyo tumevinunua kutoka kwenye maduka ya watu, na hayo maduka hatujui wenye nayo wanayamiliki kwa nguvu gani. Maduka mengine tulionunua misumari na mabati yalianzishwa kwa kafara za kutoa damu ya watu, na wao unabeba unaleta na unaanza kuishi humo ndani yake na haujaweka wakfu. Na hii huduma sijajua huku kwenu, huduma hii wengi sana wanaipuuzia kuweka wakfu nyumba. Anasema ninakimbizana, habari ya kulipa rent imenichosha, anakimbizana nyumba haijaisha na hajaweka wakfu. Nenda katathmini na ukatafiti. Kuna vitu huwa vinabadilika ghafla. Utashangaa watu wanalalamika, unajua pastor, nilipokuwa mpangaji hela nilikuwa naileta inakaa ndani na inatulia tu, lakini sasa hivi hela ikija sijui imeenda wapi. Mnashangaa migogoro yasiyokuwa ya kawaida. Mnaanza tu kuzungumza, mnapiga tu story. Mke wangu sasa mwaka huu tutafute gari. Sawa sawa. Lakini sasa hii tutafute gari, upunguze matumizi, uridhike na nguo 5. Unashangaa mwenzako anaruka. Kwa hiyo mimi ndiye nakula hela sana. Sasa na mlianza kwa maombi, nyumba inaharibika. Sasa nitaka tu nikudokeze hicho, lakini nilichotaka kukisema sio hicho. Madhabahu zinazotesa familia. Hebu msomaji, soma nami kitabu hiki. Waamuzi. Sura ya ngapi sasa hii? Wacha nikuonyeshe mahali hapa. Kitabu cha Waamuzi, sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 26. Biblia inasemaje? Waamuzi 6 fungu la 25 hadi 26 anasemaje? Anasema, ikawa usiku huo Bwana akawaambia. Hebu iongeze nguvu kidogo sauti yako. Bwana akamwambia. Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako. Yani ng'ombe wa pili. Na usikilize kwa makini. Wa miaka 7. Ukaiangushe madhabahu ya Baali. Ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, aliyoijenga baba yako. Ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Ukamjengee Bwana madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Asante sana. Sasa sikilizeni wazazi, na hii wazazi mliopo na vijana mlioko itawasaidia sana, wale ambao bado mnazaa itawasaidia sana. Gideoni anapoitwa na Mungu kwamba atakuwa ni shujaa wa kukomboa taifa la Israeli, anaambiwa hautaanza kazi mpaka utakapoangusha madhabahu ya baba zako.
Na akaambiwa hivi, chukua ng'ombe wa sadaka ukamchinje, halafu uiangushe madhabahu ya baba yako, ndipo ujenge madhabahu ya kwako, yani madhabahu ya Bwana. Sasa nimeanza bila kutoa definition ya madhabahu. Naomba nirudi mahali hapo kidogo. Madhabahu ni nini? Madhabahu pamoja na tafasiri zingine zote, madhabahu ni mahali popote ambapo mwanadamu hukutana na Mungu wake. Mwisho wa kunukuu. Madhabahu ni mahali popote ambapo mwanadamu hukutana na nani jamani? Na Mungu wake. Sasa angalizo, anaweza kawa Mungu wa herufi kubwa au Mungu wa herufi ndogo. Nikisema Mungu wa herufi kubwa namaanisha Mungu muumbaji wa mbingu na nini jamani? Nikisema Mungu wa herufi ndogo namaanisha Ibilisi. Aina za madhabahu. Kwa hiyo mahali popote unapopendelea, hiyo ni madhabahu yako. Yaani kitu chochote unachopendelea kukitembelea mara kwa mara, kila dakika, kila wakati, hiyo ni madhabahu yako. Ndio maana tuna madhabahu zinazoonekana na zisizoonekana. Kwenye aina za madhabahu kama tutafika, madhabahu zinazoshikika na zisizoshikika. Nakupa mfano mdogo. Wale ambao mnamiliki simu, simu hii. Niuliza, wangapi mna smartphone? Nyosha tu, wala hatukuibii. Sasa wangapi mna Biblia au kitabu cha nyimbo kwenye smartphone? Nyosha tena juu. Swali la tatu, nisiwachoshe sana. Ni app gani kwenye simu yako unayopendelea kuitembelea kila siku? Yaani kwamba haipiti siku bila kuifungua hiyo app. Ni Biblia? Ni kitabu cha nyimbo? TikTok? WhatsApp? Facebook? Hizo ndizo madhabahu zetu. Mahali popote unapotembelea mara kwa mara. Na kwa masomo machache ambayo nimesoma ya saikolojia, nasema hivi, akili ya mwanadamu ikitazama kitu mara moja huwa haitunzi. Madaktari walioko hapa nilikosea, mtanisaidia. Lakini ukirudia mara ya pili na mara ya tatu, akili nakuuliza, umekipenda tu save? Ukisema no, ukarudia mpaka mara 7, akili na save hata bila kukuuliza. Ndio maana inageuka inakuwa addiction. Hauwezi kutulia mpaka utakapogusa kile kitu ambacho kimeshaingia akilini. Kwa hiyo tunaposema madhabahu, msidhani kwamba eti ni ushirikina fulani watu wanajenga hapo kwa miti, kwa mawe, wanatoa kafara. No, madhabahu ni kitu chochote ulikianzisha taratibu, sasa kimekomaa, umekuwa ni ulevi, kwamba unaweza ukafungua simu hata wakati wa ibada, si kwa ajili ya Biblia wala kitabu cha nyimbo, ukafungua ukaingia Facebook na ibada inaendelea, na bado ukaendelea kuchati huku na cheka na ibada inaendelea. Hayo ni madhabahu yako. Wengine wana madhabahu ya mpira. Unajua walianza taratibu tu. Walivyoona nyumbani kwao kuna kelele, akasema ili kupunguza kelele naenda kuangalia mpira ili nikute huyu mama ameshalala, maana ana mdomo sana. Ameenda ameangalia mpira, amerudi. Kesho ameenda, amerudi. Kesho kutwa ameenda, amerudi. Mimi niwaambie tu kweli, vijana mlioko mahali hapa, huwa sibarikiwi sana na kuona kijana amevaa t-shirt ya mpira. Yana na t-shirt kabisa ya timu fulani. Na asivyokuwa na adabu, huku mgongoni t-shirt imeandikwa jina la mchezaji mwanamume mwenzake, Didier Drogba, Ronaldinho. Na Madunda hajawahi kuvaa t-shirt yenye jina la baba yake wala mama yake. Na anadunda na furaha, na huto tu vijana ndito tunateka watoto wetu, tunaonekana ni kama tumeendelea sana. Vijana ambao wamekalili majina ya wachezaji kuliko majina ya manabii wa Biblia. Wakae vizuri. Na kwa sababu hiyo, hizo madhabahu zimefunga sana familia nyingi. Ndio maana leo makanisani, wale mlioingia zamani kidogo kanisani, mimi sio wa zamani sana, ni miaka tu ya 90 na kitu nimeingia kanisani. Wale mlioingia zamani, kanisani tulikuwa na kitu kinaitwa kushindana kukariri aya. Wanasimama hapa kijana na tililika, Isaya sura 40 yote na tililika. Waulize leo, hakuna. Kwa nini? Madhabahu zimezidi. Na hapo nimegusia tu baadhi ya madhabahu. Kule nyumbani kuna madhabahu za television, ziko kule zinatutesa. Filamu. Watu wanaangalia television. Ngoja niulize tu kweli, uwe tu muwazi kabisa, wala hatukufuti ushirika, na kama mnataka Pastor Keraka afumbe macho kabla sijauliza. Wangapi nyumbani kwao wana television na huwa wanaangalia filamu?
Fadhali, hiyo mkutano wa watakatifu, mama wachache. Nyosha tu pamoja nami, wala sikuhukumu. Nataka tu nikwambie kitu kitachokusaidia. Basi nabadilisha. Sio televisheni tu nyumbani, hata kwenye simu au kwenye kompyuta au kwa televisheni. Wewe ni mpenzi wa kufuatilia filamu. Afadhali. Sasa mnisikilize. Iko hivi. Filamu moja unayoitazama ambayo itabeba urefu wa dakika 45 hadi saa moja. Filamu moja ya dakika 45 mpaka saa moja. Ukimaliza kuiangalia utakuwa umekutana na mafundisho yafuatayo. Namba moja, utakuwa umekutana na mafundisho ya ukatili 18 mpaka 22. Hivi vitu vimetengenezwa strategically. Yaani kila baada ya dakika kadhaa linaingia fundisho fulani la ukatili. Kila baada ya dakika kadhaa fundisho fulani la ukatili. Kila baada ya dakika kadhaa fundisho fulani la ukatili. Kwa baada ya dakika 45 hadi saa moja, mafundisho 18 hadi 22 ya ukatili. Let me share this story. Wale mnaofahamu Mwanza mliowahi kufika. Ilitokea 2006. Mzee wa kanisa, you church elders, mzee wa kanisa alibarikiwa kuwa na watoto wawili tu. Wa kiume mmoja mkubwa alikuwa amemaliza darasa la 7 nadhani, sijui sekondari, sikumbuki vizuri. Kamoja kalikuwa ndio kwanza, sijui kana miaka 2. Sasa yeye amedhani ni maendeleo, amefungulia hapo television. Kule kwetu kuna channel ya Azam, sijajua kama huko iko, inaitwa channel 2, Azam 2 na Sinema Zetu. Wanaonyesha filamu hapo. Halafu amechomelea, hii vitu tunaweka kwenye flash, hiyo tunaita ni kufanyaje? Kubani. Tunaingiza humo filamu, ameweka kwenye flash na kwenye memories mbalimbali. Sasa watoto wanaangalia, mara wanauana. Hivi vituko mnavyosikia majumbani, wanasikia kwenye sabufa vinapiga piga. Akamkuta mwamba huyo hapa, amemkanyaga hapo. Kapigwa risasi. Wameangalia. Baadaye wakajifunza namna ya kuteka. Mzee wa kanisa yuko kazini na mama yuko kazini. Ni waajiriwa wa serikali, wako kazini. Wameangalia zile TV, ilikuwa inafundisha namna wanavyotekwa watu. Vijana wa majirani wanaangalia na huyu mtoto wake mkubwa anaangalia. Baadaye wakasema wakaambia yule kijana wa mzee wa kanisa, si baba yako ana hela tumteke mdogo wako ili baba atupe hela. Wasema sawa. Wakabeba kale katoto huyo, wakaenda mpaka ziwani kule. Huko chini Mwanza hapo kuna sehemu kuna ziwa. Walipofika sijajua walipata wapi line ya simu, wakapiga simu kwa mzee wa kanisa. Alo, sisi ni watu ambao hatutaki mazungumzo marefu na wewe. Sikiliza, tunataka milioni 50 za Kitanzania. Na uzilete mahali fulani. Baada ya masaa 2, ukichelewa mtoto wako atakuwa amekufa. Sasa wewe ni nani? Usituulize maswali. Wana practice walichokiona. Sasa mzee wa kanisa akashtuka, akawasha gari kakimbia nyumbani. Anakuta yule kijana mkubwa yupo, anamuuliza mdogo wako yuko wapi? Sasa hata mimi sijui. Akili kachanganyikwa. Kumba najua maana amekula wote zile njama. Tafuta mke wake. Mama, mtoto yuko wapi? Mama anasema hata mimi sielewi. Ikabidi wawe wapole, wakarudi kwenye ile simu. Alo, mtoto yuko wapi? Huyu hapa. Wakakapatia, wakakafinya. Daddy. Wanae. Sasa milioni 50 wanaozitaka ni vijana wa miaka 16, 17, hata 20 hawajafika. Sasa akamwambia, nizilete wapi fedha? Akamwambia, kuna jiwe mahali fulani, peleka pale, si tutakuona. Ukiziweka hapo ondoka, tutakuelekeza mtoto wako yuko wapi. Baba akabeba milioni 50. Kapeleka. Weka kwenye jiwe. Akawapigia simu. Nimeshaweka, sasa tumekuona, ondoka. Kaondoka. Ameondoka, akasema sasa mtoto wangu yuko wapi? Akamwambia, sikiliza, tulikupigia simu saa ngapi? Saa 9 mchana. Tukakwambia tunakupa masaa mangapi? 2. Yalitakiwa yaishe saa ngapi? Saa 11. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 1 kasoro jioni. Umechelewa na mtoto tushaua. Na pesa wameshabeba. Asema lakini kwa faida yako, mwili wa mtoto uko pale ziwani, nenda utaukuta. Mzee wa kanisa anaenda nakuta kitoto kinaelea, wameshakiua. Na milioni 50 wamebeba. Sasa kilichokuja kugundulika kwamba mtoto wake anahusika ni nini? Baba aliporudi na maiti, guilt ikaanza moyoni mwa yule kijana. Ndio akamwambia, sikiliza dadi, huu mchakato tumeufanya leo tuka tunaangalia filamu hapa. Wakasema wewe una pesa, tuchukue mtoto tumteke, utupatie pesa, na kwa kweli tumefanya mimi na fulani na fulani. Ukiwakamata na zile pesa hawajatumia,
Ndipo wakaenda kwa mapolisi wakazunguka, wakakamata vitoto vidogo, wakakamata milioni 50 vinayo, ila mtoto ameshakufa. Hizo madhabahu zilizoko kwenye majumba yetu hizo, na kanisa washiriki hamjaelewa bado. Kwa hiyo ukimaliza filamu ya dakika 45 mpaka saa moja, umekula mafundisho 18 mpaka 22 ya ukatili. Lakini si hivyo tu, filamu ya dakika 45 mpaka saa moja imekufundisha mafundisho 16 ya kejeli na zinaa. Yote humo. Utajifunza mavazi ya ajabu, utajifunza majibu ya ajabu, utajifunza zinaa. Na wazazi unakuta kwambia, iache kidogo, kuna fundisho hapo, liko hapo. Fundisho gani? Nilicheka mahali fulani. Kuna visa vinachekesha. Wazazi wakajichanganya, walikuwa wataalamu wa kuangalia mafilamu. Hivi vitoto mnavyoviona ni vidogo, siku hizi vinazaliwa vikiwa na akili. I'm telling you. Kinazaliwa unaona ni kidogo, lakini kimezaliwa na akili. Wakaenda wakachomelea nini? Hizi CD za picha mbovu. Wakachomelea, wakawa wanaangalia na mke wake, vitoto vikilala, wanaangalia mke na mume hapo pornography. Afu wanatoa, wanaweka, wanatunza hiyo CD. Vitoto vikirudi kutoka shule wanakuta wameweka CD ya kwaya. Vinaangalia. Sasa leo wakaangalia zile pornography. Usiku kaingia wakajisahau, hawakutoa ile CD. Watoto wanatoka shule, akili yote ni kwenye screen. Wakafika wakawasha. Macho yakaona vitu ambavyo havijawahi kuonekana tangu dunia iumbwe. Wazazi wako ndani wamepumzika, mke na mume, wanasikia vitoto vinapiga kelele. Maana vinaona maajabu havijawahi kuona. Ndio baba anasema, kuna nini huko? Baba anakurupuka hata hajavaa, akatoka na katauru amejifunga. Kukuta television inaonyesha watu wanazini. Ndio akasema, Mungu wangu. Akavua ile tauru akafunika skrini. So ilikuwa ni recorded, sasa ikawa live. Sasa wakaona live yenyewe. Ndio baadaye baba hata ashituki kwamba alivyotoa tauru amebaki. Ndipo watoto wakaongeza kilio. Mama anakimbia na yeye amejifunga kakanga. Huyo anakuta baba yuko hivi kwenye skrini. Mama naye akatoa kanga akamfunika baba. Ndipo akaona part 2 ya video. Sasa watoto wakaongeza kilio. Majirani wanakuja, wanakuta baba amefunika skrini, mama amefunika baba. Aibu kubwa kiasi gani? Niwaambie ndugu zangu, madhabahu ya teknolojia imekumba familia. Kweli. Mimi nimefanya hiki kitu, kikikupendeza waweza kufanya. Mimi nyumbani kwangu tuliingiliwa na urahibu huo wa filamu. Kuna hizi filamu sijui za Korea, sijui za Japani. Hizi zinakuja ni season, inaweza ikawa inaendelea mpaka hata mwaka mzima. Mimi nyumbani kwangu ibada ni 2:00 kamili usiku tunafanya ibada. Whether tumekula au no, tunafanya ibada. Lakini 2:00 kamili ndipo inaanza ile filamu. Na ninaipenda kweli, na mke wangu anaipenda. Sasa tukasema tutakuwa tunafanya ibada haraka. Kwa mnafanya ibada, mnasoma usomaji wa Biblia, halafu mnasema mwenye nyongeza, wakinyamaza tu sekunde 2, aya nadhani somo limeeleweka, tuombe sasa. Kumbe mnawahi filamu. Tukatoka hapo tunasema tuache kwanza, tusifanye ibada, filamu ishe. Tukakaa tukasema tunaenda mbali. Tulichokiamua ni hiki. Uzuri zile channel zote zenye filamu zinalipiwa, sio za bure. Halafu zile zenye taarifa ya habari ni za bure kwetu Tanzania, sasa sijajua huko. Halafu tukasema hatutalipia kingamuzi hata siku moja. As long as channel za taarifa ya habari ziko free, tutabaki na hizo. Siku ya kwanza ilikuwa ni kazi. Usiku ambao hamjaangalia filamu, unashangaa vitoto vinasimama, vinaanza kuigiza wale walivyokuwa wanasema, mnatamani ile filamu. Tukavumilia wiki moja, tukaenda tukalipia kingamuzi. Tukaangalia. Tena tukasema tumelipia kweli. Sasa tutapambana awamu hii, mwezi mzima tutalipia. Kilipoisha hivyo mpaka leo sisi kwetu channel hizo hazionyeshwi kabisa. Kwa nini? Watoto wanafundishwa maneno na matendo ambayo kwao hawakuwahi kutarajia kama watajifunza. Kweli. Walioelewa waseme amina. Amina. Kwa hiyo ni madhabahu zimejengwa, ziko humo, na mpango wa shetani, sikiliza, hii kitu inatuandaa sana kwenda
Alo, brother, ulikuwa unazungumza kitu cha maana sana. Hii kitu natuandaa kwenda kwenye Sunday law. Si mtaalamu sana wa unabii, lakini ngoja niwadokeze ili naweza kuwasaidia. Mmewahi kuona kwenye filamu mtu amekufa, labda mwanaume amekufa akaacha mke wake, na yule mke kaolewa, halafu wale watoto wake wakaanza kuteswa, halafu yule mwenye watoto akafufuka akaja kulipa kisasi. Mmewahi kuona filamu za namna hiyo? Anafufuka anasema baba alipogundua watoto wake wanateseka akaja akasimama, hawamuoni, baadaye akaanza kulipa kisasi. Zinatuandaa kwenda kuamini kwamba mtu akifa ana uwezo wa kufanyaje jamani? Maana muda sio mrefu shetani ataanza kuwaleta watu wetu waliokufa. Kweli. Mnamuona kabisa mzee fulani, mnakutana naye hapo. Baadaye watasimama wachungaji watasema no, waliokufa hawezi kurudi. Vijana wetu watasema hapana, mimi nilishuhudia kwa macho, kuna watu walikufa wakarudi. Kweli. Kutoka kwenye filamu. Hizo ni baadhi ya madhabahu. Sasa kuna ngazi 3 za madhabahu. Nizipitishe katika hizo haraka. Madhabahu. Mimi niwatie moyo wazazi mlioko hapa. Nendeni mkakae makini sana na hizo television. Kaeni sana makini hata na hizi simu. Wale ambao unatoka kule umechoka mama, unamtupia simu mtoto wako, kama makini sana. Ngazi 3 za madhabahu. Tuanzie mahali hapo. Ngazi ya kwanza inaitwa ni madhabahu ya kijamii. Madhabahu ya kijamii. Ziandike tu haraka afu baadaye nitakuja nieleze hasa moja baada ya nyingine. Ngazi ya pili ya madhabahu ni madhabahu ya familia, na ngazi ya 3 ya madhabahu ni madhabahu ya mtu binafsi. Aha. Ngazi ya kwanza ya madhabahu tumesema ni madhabahu ngazi ya nini jamani? Ya jamii. Ngazi ya pili madhabahu ngazi ya nini? Familia. Ngazi ya 3 ni madhabahu ngazi ya nini? Mtu binafsi. Sasa isikilize vizuri. Ngazi ya kijamii ikoje? Ni madhabahu ambazo zinatesa jamii yote. Natoa tu mfano kwa maana nzuri. Kama ni jamii ya Wakuria, wanakuwa na madhabahu ambayo imedominate kabila lote la Wakuria. Na kwa sababu hiyo utatambuaje kwamba kuna hiyo madhabahu iliyo dominate? Sikiliza kule nje wanasemaje. Utasikia wanasema wamama wa Kikuria, wababa wa Kikuria, watoto wa Kikuria, wanataja vitu negative vinatokea mahali hapo. Jamii imekuwa dominated na madhabahu fulani. Kwa mfano, inaweza kawa ni madhabahu, labda tutolee mfano, labda madhabahu ya nchi ya Kenya, jamii yote ya Wakenya au wa Tanzania, kuna madhabahu ya nini? Gonjwa la corona. Au kuna madhabahu ya nini? Watu kupotea bila kujulikana wameenda wapi. Kuna madhabahu ya nini? Madhabahu ya vita, mauaji yanaendelea hapo. Hiyo ni madhabahu ngazi ya jamii. Sasa wale mnaohama na kuhamia, mahali popote utakapohamia, usiishi mahali ambapo hujajua madhabahu inayotesa hao watu. Kwa mfano, madhabahu inayotesa wa Kenya, ukabila. Hiyo ndogo tu. Kweli. Chuoni nimesoma na Wakenya, wachungaji. Na some of them huenda wananifuatia hata hapa. Mkenya anafiwa, badala wachange rambirambi na kumsaidia, wanauliza aliyefiwa ni nani? Wakisema Mkisii, Wakikuyu wote, Wakamba, wakina nani, wanakaa pembeni. Wakisii ndio wanapambana. But they are pastors. Hao ni wachungaji. Anafiwa Mkamba, wanauliza ni nani aliyefiwa? Ni Mkenya. Lakini kabila gani? Mkamba. Wakikuyu, Wakisii, Wakuria pembeni. Wakamba ndio wanapambana. Hiyo ni madhabahu. Na mnaweza mkao mnapambana na hivi vitu vingine. Jamani, tutunze Sabato, tufanye nini? Kumbe kuna tu vitu tumevilea vidogo vidogo. Sisi kwa kweli, ngoja niwaambie, moja kati ya vitu ambavyo watu wamshukuru sana Mwenyezi Mungu alivyofanya kwa Tanzania. Tunaweza tukakutana kwenye makambi kama hivi na mkamaliza kambi hata msijue ni kabila gani mlikuwa mnafanya hapo. Na hata ndoa, angalia kwa mfano, mimi ni Muha, lakini nimeoa Msukuma, mke wangu ni Msukuma. Kwa hiyo kuna wakati tunaongea Kia, kuna wakati tunaongea Kisukuma, na watoto wanashangaa, wanasema ni kabila gani? Tunaambia sisi kwetu makabila, it doesn't matter. Sisi tunachokijua, sisi ni watoto wa baba mmoja. Na hakuna siku vita ya kikabila itainuka, kwa sababu kuna kwenye kabila fulani kuna watu wameoa huko. Lakini angalieni madhabahu iliyovamia mpaka kanisani. Eti mchungaji Mkuria hawezi kwenda kuchunga Wakisii. Hilo ni kanisa la Mungu. Mimi nina mashaka kama Wakenya tutakutana mbinguni. Naanza kuwa na mashaka. Yaani eti mchungaji Mkamba hawezi kuchunga kwa Wajaruo. Na hii ngojeni niwaambie, hiki ni kitu serious. Mnapofanya maombi, ombeeni hicho kitu. Ni madhabahu zinazosumbua. Kwa sababu ni watoto wa baba mmoja. Sisi sote tumetoka kwa Adamu, baba mmoja. Nimependa kwaya ilimba juzi, tupendaneni wa Kenya.
Tupendane. Hasa madhabahu ngazi ya jamii ni madhabahu inayobeba jamii yote. Madhabahu kama hizo ambazo nimetolea mfano. Na kwa mfano inaweza katokea madhabahu ya kimbunga, madhabahu ya njaa, watu hawalimi, hawavuni, ikawa ni changamoto mahali hapo. Unapokuwa kwenye ile jamii, wewe ndiye wa kuombea. Kwa hiyo hata kwenye makambi haya mlipaswa baadhi ya vitu vya kuombea ni pamoja na hayo. Mungu tusaidie. Siku moja ukabila ufutike mahali hapa. Tunatamani. Nilikuwa mwaka jana kwenye makambi Rwanda. Niliwaambia moja kati ya vitu ambavyo nilishukuru, nikasikia hili tangazo, sina uhakika nalo. Nikasikia tangazo nikiwa Rwanda. Wale watu waliouawa katika mauaji ya kimbari mwaka wa 94, mifupa yao na mafuvu ya vichwa yalitunzwa mahali fulani. Kwa hiyo mtoto akizaliwa anaambiwa, unaona hivi vichwa vya baba zetu, kaka zetu waliuawa na watu fulani. Kwa hiyo mtoto anazaliwa na ile hasira, anasema nitalipa kisasi. Kiongozi mmoja akasema, ondoeni hayo mafuvu. Ondoa. Maana mnaendelea kupandikiza uchungu. Nikasema yes, huyu anaelewa. Kwa kuna vimadhabahu vya hivyo, unaweza kukuta labda kwenye jamii yetu ya Wakuria, utashangaa wanakuambia, mwanaume wa Kikuria haingiagi jikoni bwana. Mke wako anaumwa kabisa. Mke ni mgonjwa kabisa wa tabani. Na bado unamwambia, utapika tu bwana. Mimi mwanaume siwezi kuingia jikoni bwana. Hivyo ni vimadhabahu tumeviendekeza kwenye ndoa. Nilikuwa nafundisha Wakuria wakule Tanzania, sio huko Kenya. Nikawa nasema kuna wakati upate muda ucheze na mke wako, cheza na mume wako, mnakimbizana, tengenezeni kampira, mnaruka. Wakasema mambo ya kipumbavu hayo tata. Yaani huo muda na utoa wapi mura? Mambo ya kipumbavu. Kweli. Yaani hata kuruka tu pamoja ni mambo ya kipumbavu. Unajua kuna watu wako kwenye ndoa kwa sababu tu ya amri, lakini they are not enjoying their marriage. Hawaenjoy chochote. Kuna upande umekandamizwa. Asipokandamizwa mwanaume, kuna mwanamke amekandamizwa. Hiyo ni madhabahu ngazi ya jamii. Na mimi niwaulize, hapa si tuko kwenye nchi ya Wakuria? Ni tamaduni gani za Kikuria zinazokandamiza ndoa zetu? Naomba tunyoshe mikono. I need to share. Tamaduni gani mnaona kabisa hizi tunaziendeleza lakini hazifai kwetu wa Kristo? Nyosha mkono. Wamama wanasema, pastor unatutakia mema kweli wewe. Kuna maisha baada ya wewe kuondoka. Mwe na amani, nitawalinda na kuwatetea. Mkono wa kwanza. Tohara kwa wasichana. Hiyo bado inaendelea. Na washiriki wanapeleka binti zao wanaenda ukeketwa. Ukimuuliza dokta hilo tendo linavyoleta hasara kwa binti, unaweza ukashangaa. Nimefanya research kadogo kabisa. Mgumu. Hapa nimefanya research kadogo. Mabinti waliofanywa tohara, nitumie hilo neno, kwenye ndoa, wengi wanatimuliwa kwenye ndoa. Kwa nini wanatimuliwa? Ni swala la kibiolojia, daktari atawaeleza vizuri. Yaani ni sawa na wewe unatengewa sahani ya vyakula alafu nakatwa ulimi. Alafu naulizwa, hiki chakula ni kitamu. Ni kitamu namna gani mshakata ulimi? Mwambie jirani yako hivi, na mbona kweli mchungaji hawarudi? Wanafukuzwa kwenye ndoa, maana wanaalikwa kula vyakula wakati wameshakatwa ulimi. Na washiriki wamo wanafanya hivyo vitu. Hiyo ni ya kwanza ambayo ni madhabahu ya kwanza ambayo mnapaswa kupambana nayo. Na wazazi mliofanya hicho kitu mkawafanyia watoto wenu, msimalize hili kambi bila kuungama. Maana hiyo ni dhambi kabisa tena mbaya. Mwambie kabisa, Mungu nisamehe, sikuelewa kabisa, sikujua. Leo naungama kwako. Ya pili. Harusi ya kimila. Hii wao wanafanyaje? Harusi ya kimila? Ndio shida yenu wa Sabato, mkiguswa kwenye mila zenu na ushirikiano unaisha. Na mimi naomba nisiendelee sana, maana bado kuna siku mbili za kuishi hapa. Wamama, mbona mnajadili huko nyuma? Mnataka kusema nini? Hebu sema, nyosha tu mkono useme, mnataka kusema nini? Hakuna? Hakuna? Zipo. Ngojeni niwaulize. Kwenye ndoa zetu Wakuria, ninashughulika tu na Wakuria maana ndio wengi. Kwenye ndoa zetu Wakuria, kati ya baba na mama, nani huwa anatunza fedha za familia? Mzee?
Yesi waelewi. Mbona wengine wanasema mama au mzee? Au inategemeana mwenye nguvu ni nani? Inategemeana mwenye nguvu ni nani? Basi sawa. Depend pesa. Yaani ni ya familia bila kujali imetoka wapi. Niwaulize wanandoa kwa swali jingine hili hapa. Wamama mlioko mahali hapa. Kuna mwanamke yote katikati yetu ambaye akitaka kununua nyanya, mboga, chumvi, huwa anaenda kuomba pesa kwa mume wake? Mpo mahali hapa? Nyinyi sio wake, ni mausigero. Hausigero ndio huwa anafanya hivyo. Mke huwa anakabidhiwa pesa yote. Tena yote kabisa. Tena ngoja niwaambie wa baba, kama mnataka kuishi kwa amani, mnasema kama hafanyi nini? Hakupei pesa. Si ndo wewe ni hausigero sasa utulie tu leo watoto. Mwisho wa kunuku sasa tutafanyaje? Sasa ngojeni niwaambie kitu. Nazungumza tu kutoka moyoni na wala hata msiumie. Nisikilizeni. Jana niliwaambia wanandoa pale, kanuni ya kuongeza, kanuni ya multiplication, kitu kuongezeka, haikuwekwa kwa mwanaume biblically, kibiblia. Kanuni ya kuongezeka iliwekwa kwa mwanamke, si kwa mwanaume. Mungu alipoumba mwanadamu, kanuni ya kitu kuongezeka alipewa mwanamke. Hela yoyote aliyopewa mwanamke ina kanuni ya ongezeko. Ndio maana unaweza ukampa shilingi 100 ya Kenya, akaenda huko sokoni akanunua vitu vingi ambavyo wewe mwanamume ukienda kununua vitapelea. Amina. Sasa huwa tunafanya hivi, wale mlioamua kwenda mbinguni, chukua pesa ya mahitaji. Kwa mfano wale wafanya kazi, hata wafanya biashara, kwamba jamani, sasa wiki hii tutatumia pesa shilingi 10,000 ya Kenya. Sawa sawa, itatupeleka mpaka wiki nzima. Ndio, mkabidhi mama hiyo pesa. Halafu subiri kumdai taarifa ya hiyo pesa, na utajipunguzia pressure nyingi. Hii ya mambo ya kuwa nakuja, wamama hawa pesa za kuomba huwa wanatumia rafu. Unampa sasa hivi, akifuria sabuni kipande anaweka hapo, mbuzi wanakula, kesho anarudi tena. Mpatie, mwambie ole wako, wiki iishe, hela ilishaisha. Shauri yako, atakuwa makini. Kwa kweli kama kuna wanaume ambao bado mnaomba hela, baba boke 500 ya chumvi, kikao cha mwisho cha wanaume hatukusema hivyo. Umetuangusha. Hiyo nao ni madhabahu, nendeni mkabadilishe. First elder, nipungie mkono kama unanisikia vizuri. Naona kama umezinzia kidogo. Hakuna unanisikia vizuri. Waambie wanaume wa kanisa lako, hatufanyi hivyo. Fedha ya mahitaji ya nyumbani anapewa mwanamke, anatunza, sio wanaume. Unatutia aibu. Uko kwenye kikao na wanaume wenzako, samahani baba. Nini? Sabuni baba. Kweli? Wewe ni wakuulizwa sabuni kweli? Kabisa, ukitikisa hivi unaona ni wakuulizwa kweli sabuni? Kabidhi, mpatie ya wiki nzima. Kabidhi, mwambie mama, sikiliza, hii itatutosha kwa wiki nzima. Ndio, beba hii pesa. Hafu wengine wasijokuwa na adabu, wanafuatilia mpaka kila kitu. Amekupa shilingi 300 ya kwenda kununua mboga, unakwenda, ukirudi anakuuliza ilitumikaje? Anze nyanya za 20, mafuta 50, mchicha wa 30. Ukiwa na mwanamume wa hivyo, hauna mume, una chief accountant. Kaa vizuri. Sio mwanamume. Wanaume hatufanyagi vituko vya hivyo. Amina. Mwanamume unaulizia mpaka hela ya mboga. Ndio mnaleta laana kwenye familia. Let me tell you, wanaume mlioko hapa, amini usiamini, hakuna aliyefanikiwa ambaye hajaibiwa hata mmoja. Usipoibiwa na mume, utaibiwa na watoto. Ndio wale ambao hawataki kuibiwa ndio wanatutesa. Kina miaka 60 bado kimo tu sokoni. Nyanya shilingi ngapi? Mafuta shilingi ngapi? Sabuni shilingi. Hicho kilishaogopa kuibiwa. Unajua ukituma wajukuu, wanaleta nyanya za 100, wanasema ni za 300. Kimo tu kinapita pita. Kule Tanzania, sio huku. Kule Tanzania, kule. Wazee, hebu mnipungie mkono kama hilo limewaumiza kidogo. Liko sawa? Wazee, tuko sawa Tukabadilike. Hiyo ni madhabahu ya kijamii, inatutesa sana. Mzee anayeombwa hela ya mboga, mzee anayeombwa hela ya chumvi, mzee anaenda sokoni kwa kuogopa mke wake atamtapeli. Leta barua yako ya maombi hapa tukuombee kabisa kwenye makambi haya. Njoo tukuombee. Mzee anayeulizia
matumizi yaliendaje. Umempa 500 bado nataka hesabu. Eleza ulitumiaje. Ngoja niseme hili ambao nilikuwa nimepanga kulisema kwenye zile ndoa. Wanawake mnaoishi nyumbani ambao si waajiriwa, mpo tu nyumbani, hebu nyosheni mikono. Nina maana nzuri tu. Nyosheni tu mikono. Sasa sikilizeni, wengine si mmevunga mmeajiriwa, basi endeleeni na ajira zenu. Nilichotaka kukisema ni hiki, kama una mwanamke ambaye hafanyi kazi yoyote ya ajira, anaweza kuwa analima, anafuga ndio, ila yupo nyumbani, unapaswa kuandaa posho ya kumlipa huyo mwanamke. Mnisikilize vizuri. Unapofanya kazi zako na biashara zako, umezunguka umepata. Tena jana nikawapa mfano. Angalia, nawapa mfano mzuri tu. Mimi nimekuja makambi kama hivi. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, nikarudi nyumbani, nikakuta wanangu ni wazima. Hakuna aliyevunjwa mguu na mama yake. Wameoga, wamevaa, wamelala. Nampa malipo mke wangu. Amina. Maana mimi naamini wewe tukikuachia watoto utakuta wanangeo. Ndio nacha wanaume. Maana katoto kakilia tu, nenda kwa mama. Nenda kwa mama. Ndio nacha wanaume. Sasa mama amekutunzia watoto. Mama anakaa nao vizuri. Eti mama, mpaka yani kila pesa unayompa lazima uulize ni ya nini. Wakati fulani ukitaka kupima akili ya mke wako, mpe pesa isiyokuwa na matumizi. Vuta hata 20,000 ya Kenya. Mwambie sikiliza, hii hapa pesa. Anakuuliza, ya nini tata? Sio ya nini, fanya utakavyoona. Saikolojia ya wanawake iko hivi. Unaweza kumpa shilingi 1,000 ya Kenya, akaenda kuulizia bei ya magari. Nenda kabisa kuuliza, showroom kabisa. Magari shilingi ngapi? Yaani hapa naona imemchanganya. Naona hela ndefu. Magari shilingi ngapi? 2,000,000 ya Kenya. Nilikuwa na 1,000 tu. Na asipofanya hivyo, kituko kingine utakachokiona, unaweza ukampa shilingi 10,000 ya Kenya, akanunua sambusa za 5,000. Anarudi na kikapu, kimebeba nini? Sambusa. Test them, pima akili ya mke wako ikoje, mpe pesa sio kuwa na matumizi. Hivi kuna wakati wanafanya hayo kwa mke wangu. Unampa 100,000 ya Tanzania. Unamwambia mke wangu, hii hapa. Sasa angalia wamama walivyo na huruma. Sijajua kama ni wa kwangu tu au na ninyi. Umempa 100,000, unashangaa naenda sokoni, ananunua vitu vya 30,000, vya 80,000 ni vya kwako. Anakuletea saa, anakuletea perfume, anakuletea vile vinguo vya mwisho kuvuliwa, anakuletea vyote hivi, analeta hapo, anakuletea. Wana huruma sana. Ukimpa, kawaida ya wamama, kila unachompa lazima wana kanuni ya kukurudishia. Amina. Ukimpa matusi atakurudishia, tegemea tu utavuna. Ukimpa upendo atarudisha, utavuna. Unachompa anakirudisha. Chunga sana unachowekeza kwa mwanamke, maana hakitarudi bila malipo. That is why we give them porridge, they give us babies. Nendeni shuleni, hamtaelewa. Kila utakachompa atakurudishia kikiwa kimeboresha mara 1000. Kwa yako hego, habarini za asubuhi. Mko sawa? Huyo ndiye mwanamke. Swali. Question. Swali. Karibu mzee. Si apewe microphone sasa. Kwanza ungempelekea. Yaani suti yote hii atembee kuijia. Unajua mheshimu suti. Asante mtumishi kwa mafundisho mazuri. Amen. Kinachonichanganya ni kwamba hizi mambo ya pornography, hizo filamu hizo za katikati, umesema kati ya filamu 16 ama 20, filamu ya dakika 45 hadi saa 1 ina mafundisho 16. Sasa hii tukiweka hata mahubiri, unastukia imekata katikati, kapicha kameingia hapo katikati, tunashinda sasa. Na hii mimi sikuiweka, lakini imekata katikati hapo, tutafanyaje? Watakaopokea alama ya mnyama wapo aina 2. Narudi kwa mafundisho ya mzee. Watakaopokea kwa mkono wao wa kulia au katika paji la nini jamani? Sasa sio kwamba mtapokea hivi mkononi au kwamba mtabandikiwa. Maana ya kupokea kwa mkono wako wa kulia ni kwamba ulifanya wewe mwenyewe kwa mkono wako.
au uliamua wewe mwenyewe kwa kichwa chako. Pornography ambayo hukuitafuta, hakuna saa utahesabiwa dhambi. Kweli. Na hivyo vinavyokuja hapo vinang'ang'ania, hakuna kuskipu. Itakuletea skipu kikisha pita. Sasa angalia wenzetu, wanatoka hapo wanajifarija sasa, kimejireta ndo anakodoa kabisa. Hafa nairudisha tena naanza upi. Kamejireta kwani kana sekunde ngapi? Si 15. Fumba macho kataondoka, utakuta skip, endelee. Simple. Lakini hata kama hutaweza, wewe ndio umeangalia mahali hapo na imekuja bila kusudia, sio dhambi, hauwezi kutiwa unajisi. Nataka nikukumbushe bro, unajua Danieli alikuwepo kwenye kikao cha wale waliopanga sanamu, lakini hazikumtia unajisi, maana haukuwa mpango wake kichwani. Hatuwezi kuepuka kuyaona hayo kwa kulazimishwa. Maana leo watu kipanda basi kutoka hapa kwenda Nairobi, utaona tu walio uchi wanacheza. Kuna wengine wajifanya wako mbinguni, anaamua kuinama hivi. Mwisho wa siku naona anaanza kunyanyua kichwa hivi. Kuja afike Nairobi ashaangalia kitambo. Nilikuwa nasafiri na washiriki wangu kwenye basi, baadhi ya washiriki. Sasa nikaona wanaweka vipicha vibaya kweli na tuna watoto humu. Sasa mimi nikajifanya mtakatifu. Nikamwita Konda akaja. Washirika wamekaa hapo, tulikuwa watu karibia 60. Kwenye basi. Sasa mbona umeweka hiyo video? Nenda katoe. Nikasikia mpaka na washiriki wanaunguruma. Yule Konda akasema, kama ungetaka video nzuri, ungetembea na gari yako. Washirika wanza, mnajifanya watakatifu. Wako wanaunguruma tu wanaunguruma. Mimi ninafanya kwa rescue, kumbe wao wamenogewa. Na wale waliokuwa na unguruma chini chini wasema, Mungu wangu, dunia imefika mbali. Ona haya. Niliposema izimwe ndio walionisaliti wa kwanza. Kana pasta ameshindwa kuangalia, lala tu pasta, lala hapo iname. Usilete masharti kwenye gari la watu. Kwa mzee, kama wewe ukupangilia kuangalia, acha yaje, haina shida. Sio mpango wako. Lakini wakati fulani niwaambie, tuweni majasiri. Mimi nilishawahi kushuhudia hiki kisa. Mwinjilisti mmoja nilisafiri naye. Mimi pasta, yeye mwinjilisti. Sometimes hawa wainjilisti wana imani kweli mpaka wao ninashangaa. Tuko kwenye gari, tena ni basi hivyo hivyo. Picha za ajabu mpaka watu wanaonyeshwa kabisa wanazini. Na muziki inaonyesha watu wako uchi kabisa, hakuna chochote. Yule mwinjilisti akasimama akamfuata dereva, akamwambia, "Sikiliza dereva, stop. Muda wa kuangalia nyimbo za kipuuzi umeisha, weka kwaya." Basi lote wadi, usituletee ulokole wako. Na mimi nikajaribu, nikamwambia, "Unaona? Punguza mdomo, hili ni gari la watu." Akarudi kwangu akaniambia, "Pastor, unadhani nimeridhika?" Mpaka tazima. Nikamwambia, "Utafanyaje?" Akasema, "Subiri uone nitafanyaje." Kaingia kwenye begi lake akachomoa Biblia. Kafungua ile Luka anayosema kama ilivyokuwa zama za Nuhu na Sodoma na Gomora. Kafunua kanza. "Hata kama hamnisikilizi, naomba wenye masikio muelewe, kama ilivyokuwa zama za Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa leo. Kama ilivyokuwa zama za Nuhu, Bwana ataangamiza dunia hii, na hata hivi ninavyozungumza, Bwana anaweza kaangusha hili basi, mtakufa wote, mimi nitaokolewa, mtakufa wote." Watu kimya. Injili. Anatembea, yani anatembea mwanzo wa basi anarudi, wote mtaangamia. Yesu wangu, fanya jambo na ijulikane wewe ndiye Mungu. Fanya muujiza hapa. Yes. Sasa mwinjilisti amechanganyikiwa. Baadaye nikaanza kusikia kwa mbali, amen. 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 Mara basi lote amen. Nikasema tayari. Sasa alichonichosha yule mwinjilisti, amemaliza kuhubiri akasema, "Kama unaungama, toa sadaka yako." Toa. Watu wakaleta sadaka. Sasa mwinjilisti anarudi hapo nilipokuwa nimekaa, ameshikilia noti hivi. Akaniangalia, wala hakukaa haraka, ananiangalia jicho la dharau. Anasubiria nitatia komenti gani. Nikamwambia, "Bro, situgawane." Tufanyeje? Akasema, "Imeandikwa utakula kwa jasho lako. Simama na wewe hubiri." Sio unahubiri. Mimi si nimehubiri, simama na uhubiri. Kwa rafiki, kama umelazimishwa kuangalia, si intention yako kufanya hivyo. Madhabahu ngazi ya pili. Tumalizie haraka. Tumesema madhabahu ngazi ya pili inaitwaje? Familia. Madhabahu ya familia. Sasa hii vijana ambao mjaona kuolewa, mnisikilize vizuri. Mnakumbuka zamani
wazee walikuwa wakisema ukitaka kuoa au kuolewa, wanakuuliza utaoa familia gani, halafu wanakwambia hiyo familia usifanyeje. Mliwahi kusikia vitu kama hivyo eh? Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Unapooa kwenye familia fulani, umefanya agano na ile familia, kama agano alilofanya Ruthu na Naomi. Akasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wako watakuwa watu wangu, damu yako ni damu yangu, utakapozikwa ndipo nitazikwa. Ndio maagano ya kuoana. Sasa kabla hujafunga ndoa na mtu, hujaoana na mtu, chunguza madhabahu zinazotesa familia hiyo unakwenda kuoa. Wengine wana madhabahu vya kutokukaa kwenye ndoa. Unakuta familia ina watoto wa kike 9, 8, 6, 5, wote wako nyumbani. Anakuambia huyu aliolewa akaachika, wewe aliolewa akaachika, wewe alafu na ndipo unajipeleka pale, unaenda kuoa mahali pale. Wengine wana madhabahu yani za ujinga, hakuna aliyeelimika kwenye ile familia. Msomi wa mwisho ni yule aliyeishia darasa la 4 akapigwa mimba. Wako hapo. Na sio kwamba ni kwa sababu hawakutaka. Kuna wengine walioishia hivyo kwa sababu ya umaskini. Ila kuna wengine ndio madhabahu yao inawatesa. Kila anayefikia shule hatua fulani anaacha shule, anaacha shule, anaacha shule. Chunguza hiyo familia inateswa na madhabahu gani. Wengine wana madhabahu ya uroho tu automatically. Ni wachoyo, ni waroho. Hata akienda kwa azimu kitu hawezi kutoa. Hafu naona jichomeka pale. Unajua kwenye makambi kama hapa tunapokutana, kila mmoja ni kama mzuri. Mabinti wana makeup, wana poda. Fuatilia roho yao. Nini kinawatesa? Wengine wana madhabahu za kufa mapema. Kwao hawazeeki. Kijana akifikisha miaka 40 anakufa. Ndio maana wazee hawashauri kuoana na binti ambaye haujui kwao, au kuoana na kijana wa kiume ambaye haujui kwao. Fuatilia kwao kuna nini. Hasa waleo mnachukuana, tumekutana tu chuoni kama gambo. Nimekupenda huyo meshaenda. Wewe aliyegonga meo. Bariga rafiki kwa mwaminifu. Madhabahu za kifamilia. Sasa na mimi niwaulize kidogo, naomba ni wa challenge kidogo. Baba uliyeko hapa na mama uliyeko hapa, unaweza ukapima familia yako inateswa na madhabahu gani? Unajua kuna familia ziko hapa zina madhabahu ya umbea automatic kabisa. Wakikaa kwenye meza wanakula huku wanajadili mtu. Wanachota kijiko, yule pastor mimi sikumuelewa. Ana kiherehere mpaka agusie nywele. Hapa hujagusia mipasu. Yaani yule mimi, hasa yule mwinjilisti wa unabii, ananikera na vitoto vile. Chunguza. Ngoja niwaambie. Nilishuhudia kwa macho yangu. Pastor aliyekuwa anatembelea washiriki. Pastor anapenda washiriki. Akawatembelea, akafika familia moja, wakampa chakula kizuri. Akainama kula, akala kwa moyo mzuri. Unajua ni kama mimi chakula nikikipenda nitakula kwa moyo wote, nisipokipenda nitakwambia sijakipenda. Kwa hiyo mimi sinaga ile unafiki wa kusema ni kizuri wakati sio kizuri. No, sina nature hiyo. Ndio ni ndio, hapana ni hapana. Ndivyo nilivyoumbwa. Sasa yule pastor akajiachia kama yuko kwake, akawa anapiga mpaka jasho natiririka, akaongeza na kuongeza. Sikiliza, alivyoondoka mchungaji, kikao kikaanza na familia, madhabahu ya umbea. Jamani, wachungaji wanakula jamani. Mmemwona yule mchungaji anakula kama anataka kufa jamani. Halafu linavyokula haraka kama limbwa. Wakarudia ile statement, wakajadili. Sabato iliyofuata pastor na ubiri, wale watoto wa familia wakaenda wakakaa hivi karibu na pastor. Pastor akasema hawa watoto wananipenda hawa. Mbona wamekaa hapa mbele? Sabato iliyofuata tena vitoto viko pale mbele. Sabato ya 3 pastor akaviita vile vitoto. Samani, you just come here my friends, njoni hapa. Wakaja, akavipatia mic. Mnaweza kutueleza kwa nini mnapenda kuja ukaa mbele nikihubiri? Mnavutiwa na nini? Sasa tena msio na aibu. Elezeni tu, ni nini kinachowavutia? Kamoja kakaangalia. Mama akubali. Msiwaogope wazazi. Sasa unajua siku ile ulipokuja ukara ulipoondoka alisema unakula kama mbwa. Mbele ya kanisa na microphone iko on. Niambia washiriki, hakuna kitu kinaingiza laana kwenye familia zenu kama kuteta watu nyumbani. Na tena ngoja niwaambie, hasa hao watu waliotengwa rasmi kwa kazi ya Bwana. You go and test.
Unajua huyu shemasi ajiona yeye ndio mwenye kiherehere. Ukija na kanguo kafupi anakuambia vaa kitenge. Yaani mashemasi wengine utadhania wanalipa. Unafyonza mpaka limfyonzo linakwenda mpaka kehanja. Shemasi wa watu walikuwa kazini. Wewe unamsema. Na washiriki wengi wamepigwa laana kwa sababu ya kuteta watu. Na waombea kwa jina la Bwana, kavunjeni hizo madhabahu. Pasua. Ni muda wa kula, kuleni. Acheni kujadili watu. Tena wengine wanajadili na vitoto kabisa vinaongezea. Kwa nini ninasema msifanye hivyo? Simaanishi tu kulinda heshima ya watu. Na maanisha hivi, mnachokicheka kwa yule mtu, maana yake mmekikaribisha kwenu. Ni sawa na kukutana na masikini anayetembea nguo hazieleweki na viatu havieleweki. Ukicheka tu umebeba umasikini wake na utajiri wako umeenda naye. Yasipotokea kwako, watoto na wajukuu watavuna. Tuna familia za vituko na ni washiriki wako hapa. Wengine ni washiriki kabisa, viongozi wa kanisa, church elders na familia zao, mashemasi na familia zao, wanateta watumishi. Mwaka huu kwenye mtaa tumekumbana. Jamani, yule mchungaji yule anakunywa glasi 5 za juice. Hafu mwingine anatia comment anasema, na vile kalivyo kembamba, si kanawekaga wapi vile vyakula? Jamani. Hafu ngoja niwaambie, kanuni ya kichungaji inasema hivi. Mnasikia? Kanuni ya kichungaji inasema hivi, ukiwa unatembelea haupaswi kula. Ukiwa unatembelea washiriki. Ila mimi nilishanishinda. Nikiwa natembelea ndipo nakula. You know why? Biblia inaniambia mimi nawalisha vya rohoni, mimi navuna vya mwilini. Acheni mchezo. Mimi natoa hapa jasho kufundisha, afu eti nikuta utipolizi. Awe! Acheni mambo hayo. Nakula, tena ninapiga. Japo kuna dogo mmoja alininyosha na I will never forget. Natembelea washiriki wangu. Nikafika, meza imepambwa, hotpot ziko hapo, majagi ya juisi. Nikafanya ibada haraka haraka ili tuingie kwenye msosi. Katoto kanasoma darasa la 2. Tunataka kuanza kula, amemaliza, Mwenyezi Mungu bariki chakula, kakaanza kulia. Hivi vitoto vinavyoitwa vikina junior siji vikina, vina kiburi hivyo vitoto. Kikaitwa, "Dadi, nini?" Kakasema, mgeni asile chakula chetu." Asile. Nikwambie pastor, sikula kile chakula. Na kwa kweli baba akaita akasema, "Samahani pastor, unajua mtoto wetu uko hivyo tu, mtuombe. Chukua hii pesa utakula hotelini. Nenda." Msigune, kuna familia mnatawaliwa na watoto. You are here. Kweli. Mtoto analia, halafu wewe unamtii mtoto. Ili uelewe hilo, angalia wenye watoto walioko hapa, namna ambavyo wanakaa nje wakati wa ibada. Yaani mtoto kuanzia tumboni ana kiburi. Na kwanza mimba ni ya miezi 6. Mimi siwezi kukaa huko katikati, hewa inaniperea. Yuko hapo chini ya mti, ibada inaendelea, anapepea. Na gauni yake ya kuishia hapa ndefu nyuma, hapa fupi. Anapepea. Mtoto limo tumboni. Mimba inafika miezi 9. Hapo sasa nasahau hata namna ya kukaa, ni kujibwaga tu. Anakuja kuzaa na za kituko mpaka unashangaa. Litoto likiingia ibadani mapepo yanalifinya. Nashukuru Mungu ziyasikia kengele. Kwa hiyo mapepo yanalifinya, utasikia tu mama anabeba. Anazunguka tu hapo kanisani kama mlinzi wa kanisa. Pastor anahubiri, yeye yumo tu. Naambia mama ingia ndani. Watoto hawa ndugu yangu. Acheni kulea mapepo. Hao ni watoto, sio mapepo. Amina. Mtoto anafundishwa. Wale mlio na kitabu cha lesoni, huu mwongozo mpya uliotoka, sijajua kwenu huko. Kule kwetu kuna curriculum mpya imekuja shule Sabato ambayo inaitwa Shangwe ndani ya nani jamani? Ya Yesu, Arrive in Jesus. Anasema mtoto hata nyumbani afundishwe mahali pa ibada, apelekwe eneo special kwa ajili ya ibada. Wamama wajawazito, msikae nje na kupiga story, mnabeba mabomu tumboni. Amina. Hata hivyo mama zetu wa zamani walipokuwa na mimba, walikuwa wanavaa magauni marefu wakiwa na mimba. Vimama vya leo, akisha beba tu mimba, kagauni hako yumo tu. Waelewe tu kwamba na mimi nina mimba. Huyo hapo. Halafu vivu ndio siseme. Mimba ina miezi 2, ashatangazia washiriki wote. Ndugu zangu, mwenzenu ninapata shida. Mimi chai sio kwa na viungo. Huyu mtoto ananipeleka vibaya. Wendo wa kwanza kuzaa. Yesu mwenyewe alizaliwa. Situpige mkwala. Amina. Hafu ndo
kavivu. Afu mimba inaanza kubagua. Unajua mimi nikiona manogu natapika. Kwa hiyo nini? Chips, sato, nyama. We! Kale kwa baba yako. Sikuambia hizo habari. Ndio maana mimi ngoja niwaambie. Wana saikolojia tunasema mama akiwa na mimba ya miezi miwili, baba mimba yake ni miezi 6. Kwa hiyo baba anakuwa na mimba kuliko wewe. Kwa hiyo usinipige mkwala. Eti mimba yangu imekataa kazi ngumu. Kwa hiyo mume wangu nibebee maji. Kwa nini? Nikiinama itadondoka. Hilo sio embe. Acha uvivu. Inama, haitadondoka. Mama zetu walizalia mashambani. Basi. Onduso ulishafika hapa. Hata sikuwa nimeona. Basi kama na Onduso wamefika hapa, kambi limeisha. Jamani, Mungu awabariki sana. Wamama sikiliza. Namalizia kwa kuambia hivi. Madhabahu nyingi za familia, trainers wakubwa hizo madhabahu bila biasness yoyote ni wanawake. Ndio wana train vituko kwenye familia vingi. Uongo wanafundisha wao kwa watoto. Uongo ni wao. Ukiona wababa tunakufa mapema, hatupendwi na watoto. Maadui wakubwa wanaopandikiza wadui ni wake zetu. Unashangaa na kabembeleza huko anachambua mboga. Nyamaza nichambue manogo. Wewe sijui baba yako hajaacha hela ya mboga. Kwa hiyo usijilize. Ingekuwa inamhusu mtoto kwa sijaacha hela ya mboga. Acha kupandikiza wadui. Ugomvi ni wangu na wewe. Usiingize kwa mtoto. Amina. Wanatembea kwenda kanisani. Jua likipiga hilo. Sasa ngoja nikufunike mbao. Si baba yako hajanunua gari. Mbona unataka kutuua mapema? That's why fanya idadi hapa. Wanaume ni wachache kuliko wanawake. Simameni wapendwa tuombe. Hiyo ni madhabahu ngazi ya familia. Sasa homework yetu leo ni hii. As I'm concluding. Homework yangu leo ni hii. Kabisa na naomba hiyo uchukue serious. Ukiondoka hapa katafakari na mwenzi wako. Ni madhabahu gani tumejenga nyumbani kwetu? Wengine ni madhabahu ya uchoyo imesimikwa. Hakuna jirani anayechukua kitu pale nyumbani. Wengine ni madhabahu ya kuteta watu. Katafakari hizo madhabahu zote. Halafu mwisho wa siku kisha zigundua madhabahu yoyote inavunjwa na sadaka. Tumesoma Waamuzi 6:25-26. Ukigundua kuna madhabahu nyumbani kwako, njoo na sadaka yako Jumamosi na hilo ombi la madhabahu, mwambie Bwana, familia yangu inapokwenda ni kubaya. Sisi kuwateta watu ni kawaida. Sisi uchoyo kwetu ni kawaida. Na wengine wameenda mbali, mnatukanana mbele ya watoto wanawasikia. Tukanana kabisa baba na mama mbele ya watoto. Madhabahu. Si Bwana wabariki sasa. Walioelewa na waseme amina. Amina. Until next camp meeting. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, madhabahu nyingi sana zinatesa. Hata hivyo tumeona kuna madhabahu za teknolojia, television, simu, kompyuta zimechukua nafasi ya familia. Hata mke na mume hawana muda wa kuongea kabisa. Na wengine wako hapo wanajiita ni wanandoa. Usiku wakienda kulala wanapanda na simu vitandani. Hao sio wanandoa, ni huduma kwa wateja. Wasaidie kutambua uovu huo na shetani anavyoshangilia akiona hivi. Wameshindwa kuelewa kwamba simu na ndoa ni vitu viwili tofauti. Muda mtakatifu wa kupanda kitandani unatumika kuingia TikTok. Wakumbushe kuna siku utawauliza. Wengine wako mahali hapa hata wana muda wa kupiga story wakiwa nyumbani mke na mume wala na familia. Muda walionao ni kuwasha television. Television imekuwa ndiye mfariji mkubwa wa familia. Kuanzia leo vunja madhabahu hizo. Lakini wengine wana madhabahu za kusema vibaya watu. Wanasema vibaya watumishi wa Mungu. Wanawasema vibaya masikini. Wanawasema vibaya vichaa, watu waliopungukiwa akili. Wakumbushe kwamba wanachokiteta hicho kitawarudia Mungu wetu. Siwezi kumaliza ombi hili bila kuombea wazee na wababa walioko hapa. Wazee wa bahiri, wenye mikono isiyojua kuchambua noti kubwa kubwa. Watu ambao mpaka pesa ya chumvi wanaombwa. Kwenye kambi hili waponye kwa jina la Yesu. Wasijifanye wao ndio machifu accountants waliosomea pesa. Wawaamini wake zao, wawakabidhi pesa. Wanawake ambao ukimpa hata 100,000 hajui kuihesabu, maana hajawahi kushika pesa. Wawafundishe kuhesabu pesa. Asante maana umesikia. Na yaliyo mengi tufundishe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba kushukuru. Amen.
Get the point. Take a step forward.